Na hizi ndizo dalili za mwanaume anayemchiti mpenzi wake au mke wake. Leo nafumua, wanaume mtanisamehe. Nafumua. Dada. Namba 1. Yaani nakwambia mke wake akimkosea huyo mwamba kitu kidogo, mke wake akikosea tu kitu kidogo tu, yani kidogo tu cha kusema basi, nakwambia mwamba anakikuza. Yani kitu kidogo anakuwa na gubu, anaongea, analalamika, mwanamke wewe nini? Yani anaongea balaa. Ujue tayari ameanza kukuchiti. Hiyo ni dalili namba 1. Ukiona ukimkosea tu kitu kidogo mume wako, lakini yani kitu kidogo tu yani, lakini ni anaongea balaa. Kosa dogo anaongea nusu azimie. Tayari huko kapata mwanamke mwingine. Namba 2, huwezi kushika simu yake. Huwezi kushika simu ya mwanaume. Halafu hii ndio iko kwa wapenzi. Eti hakuna kushika simu ya mpenzi wako. Nyie ni malaya, nyie ni makahaba, wapumbavu nyie. Kama nyie ni mke na mume alafu hamruhusiani kushika simu zenu, nyie ni malaya. Hamna lolote. Nyie ni mwili mmoja, mtakujaje kutengana kwenye simu? Yaani mimi wewe ni mpenzi wangu, wewe ni mke wangu. Eti unanikataza nishike simu yangu. Tunaachana malaya wewe na kuliacha. Eti unanikataza nishike simu yako. Ukiona nakataza kushika simu, simu ina nini? Yaani ina kitu gani ambacho mimi nikishika kitafanya nini? Ina nini? Kama sio malaya wako. Wewe ni malaya unakataza kushika simu. Ndio nakuta eti mke na mume hakuna anayeshika simu ya mwenzake. Hamna ndoa hapo. Nyie wote ni wahuni tu, hamna ndoa hapo. Namba 3, anaanza kuwa muongo sana huyo mwanaume. Dalili nyingine ya mwanaume ambaye ameanza kukuchiti ni muongo. Yaani anakuambia vitu. Ukifanya uchunguzi katika vile vitu ambavyo amekwambia, labda ulimuuliza ulikuwa wapi, lakini akikwambia ukichunguza unagundua ni muongo, amekudanganya. Yaani kila utakachochunguza amekudanganya. Ni muongo, ahadi za uongo, mambo ya uongo, yani ni muongo hatari. Tayari yupo anayemwambia ukweli ila wewe anakudanganya. Namba 4, anaanza kukosoa maungo yako ya mwili. Mkigombana tu, wewe mwanamke mwenyewe ni mwanamke huna tako, mwanamke huna akili, mwanamke mwembamba, si nilikuokota usiku kwanza najutia kuwa na wewe kwenye maisha yangu. Ameanza kukosoa maungo, mara una macho makubwa, una choko kama mwiko, ukitembea kama unarudi nyuma. Hiyo ni dalili nyingine. Mwanaume ameanza. Ukiona anakukosoa wewe, yupo anayemsifia, yupo anayemwambia wewe ni mzuri. She's beautiful. I love you. Huwezi kusikia neno nakupenda kwa mwanaume ambaye ameanza kukuchiti. Hata kwa miaka 10. Namba 5. Hataki mazoea na wewe. Hataki. Hata kutembea na wewe hawezi akatembea na wewe. Eti mtembee muongozani hivi njiani. Si mnaenda wapi? Mwanaume kama ameanza kuchiti, hawezi kutembea na wewe njia moja. Hatembei na wewe. Hataki yani mazoea, sijui mkaribie. Hataki. Na ikitokea mnatembea wote na mume wako njia moja, anaweza yeye akawa kule, wewe amekuacha huku. Nangu nisubiri jamani. Tembea bwana. Hataki kutembea na wewe. Anaweza akakwambia kama mnaenda sehemu tangulia mimi nakuja. Au mimi natangulia utakuja nyuma yangu. Yaani eti utasikia mimi siwezi tembea njia moja na mke wangu bwana. Wewe ni malaya mwanangu, wewe ni malaya. Una kikosi cha Mtakatifu Cecilia. Utaki kuweka mambo public. Namba 6, uchumi wake unaanza kuyumba. Kwa sababu anabeba laana na mikosi, lazima uchumi utayumba tu. Sio unayumba kwa sababu anahonga malaya. No, kwa sababu ya zile roho anazobeba huko nje. Uchumi utaanza kuyumba ndani. Matumizi ndani yatapungua, utamuomba hela atakuwa hana muda wote. Halafu sijui wanaume mkoje, eti linaanza kuhudumia wanawake wa kule nje ambao wana watoto wake na mke wake ndani linamwacha. Machizi nyie, mafala. Wewe unahudumia familia za nje, unaacha familia yako ya ndani. Wewe ni bwege. Namba 7. Anakusisitiza sana usimchiti. Yaani yeye kila akitoka atokako, mke wangu sitaki uanze kunichiti. Kwa sababu anaamini umalaya na ufanya yeye na wewe unafanya. Ukiona na kila muda akirudi, anakotoka anarudi akwambia usinichiti. Yeye ndo anafanya hiyo tabia, kwa hiyo anahisi na wewe unafanya. Anaweza kukusingizia tu kwa nini umesimama. Yaani akikuta umesimama na mwanaume fulani, anaanza kulalamika kwa sababu anaamini na wewe unaweza ukafanya kama yeye. Namba 8, anakuwa hana ile roho ya kukujali wewe hadi watoto. Yaani anaweza akawachukia wote mle ndani, hata wewe pia akakuchukia bila sababu tu. Unamuomba hela anakuwa mkali, ila matumizi ya ndani, mume wangu watoto madaftari. Sawa. Anakuambia sawa, lakini hahudumii familia ndani. Anahudumia huko